Wewe bibi na bwana mkirukiana, mkirushiana tu maneno pale. Haleluya. Haswa wakati hamuna pesa. Mjue kuna watu wameketi chini mahali wanashughulikia boma yenu na wanataka muachane. Na wazee na mama niwaambie hivi, ukiona mmoja ameanza kuinuka katika boma na njia za kimwili, mmoja lazima anyenyekee na atulie, na ikiwezekana anyamazie maneno yote yanaambiwa na asijaribu kurudisha neno lolote. Kuna mama wengine wakienda juu na maneno, unakuta mzee naye ameenda juu. Ndio sababu unasikia kwa mama wengine na bwana walichapana. Bibi na bwana walikujalia kumbi wali. Wewe kuna kabisa nasikia kama mtu akisema na Ibadueli, nimesikia watu wanasema mimi kabla nikuje Ibadueli nilikuwa mtu wa vita, tulikuwa tunachapana. Na hiyo vita inakuwa kama movie, ni vita si nzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapo anaenda juu na mwingine anaenda juu. Sasa wanapatana juu. Vita inaanzia. Inabidi mmoja akienda juu, mwingine arudi chini. Ndio hiyo inaenda juu ya kisaitani ya hasira nini. Inapoona hakuna kujibiwa nini, inaondoka inae. Haleluya. Bwana asifiwe. Kupitia masadaka hizo zidi kuinua katika nyumba ya Jehova, maadui wote wa Kenya hii wasidi kushindwa kabisa. Bwana asifiwe. Wakristo wote, mashehe wote wa Kristo. Haleluya. Ambao wamekuwa kupigana na ekonomi ya Kenya mpaka inafika mahali inakuwa baya. Mahospitali yanakuwa na shida, mashule. Hao wa Kristo na mashehe hao wazidi kuangamia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoka hapa siku ya leo, ujia kwamba ukiwa pande ya Jehova uko very safe, bora ni kumutii na bora ni kumheshimu. Hata leo najua uko na mwana kondoo. Nilisema ukuje na mwana kondoo na sababu. I said you come with that ukuje na hiyo mwana kondoo na sababu njema, na ndiposa maadui fulani wako waangamie maishani. Bwana asifiwe. Mashida fulani kwako ikuondokee, kwa biashara, kwa boma na kona nyingi. Haleluya. Naye Mwenyezi Mungu ataonekana. Haleluya. Ngoja niwaambie, si vyema kushinda ukiniambia boma yako iko hivi, boma yako iko hivi. Nataka roho yako ipate bila kujipigania. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukitaka kutumika highly spiritually, ukitaka kutumika na njia kubwa ulimwenguni wa roho, uende kwa TV na ulimwengu huu, lazima hiyo pepo unaona kwa boma yako ishinde. Lazima hizo hasira ushishinde. Lazima hiyo majaribu yashinde. Haleluya. Ukiona mchungaji ametupa bibi yake akaoa mwingine, spiritually kuna mahali atafika. Hapo mchungaji akisatupa bibi yake mwingine, ataenda kuambia wengine wakiletewa mashina ama kukinuka shida na ubaya, wafilisti wakikilia maisha na kuwe kugumu, atakuwa akiambia wengine aje. Anawaombea kuwashikilia na kuonyesha njia, atakuwa anawaambia si mimi na wawili, hata wangu nilitupa kwanza nikaoa mwingine, ataharakisha. Sasa hiyo sio mahubiri. Hiyo ni divorce, support divorce, separation, na inaleta kifo ndani ya watu. Bwana asifiwe. So mimi naombea kuishi uhai, naombea kubarikiwa, naombea kuinuliwa, naombea kusonga mbele, naombea wale wafiti wamekuwa maishani mwenu, wakutaka mtengane wewe na bwana yako, hamutatekana. Bwana asifiwe. Ile roho ikuila kibisa biashara yako ni nguvu ya kuomboleze. Sasa ukae kama Jehova, ndio usiomboleze. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia maboresho ingine ikija itabui mpaka leo, itabui bishop, itabui huu. Ikija imekuja na huwa watu wanalia. Wewe hapo umesikia habari sema badilika, kaa kama Jehova, usiko kama Jehova utakaa chaku. Utakaa sababu ya maboresho na si vyema. Kwa mitandao mbarikiwe, kwa zote mbarikiwe. Na mnaposikia hiyo neno, share na mtu mwingine. Otherwise, Jehova ni mwema na ni mwaminifu.